alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu Waislamu, hakika tunaomba tukumbushaneni na ukumbusho itafaa mwenye kuamini. Tumeingia leo tarehe 1 kalenda ya Kiislamu Dhulhijja, ambaye ni sunna kufunga. Na ndugu Waislamu, tukiendelea kukumbusha, tunaambiwa leo tuzidisheni amali ya kufunga. Kama kuweza kufunga Ramadhani lingine vizuri, basi kwa hii muda ya siku 10 ya Dhulhijja ambaye mpaka tarehe Alhamisi tuamke Idi, tufungeni sunna. Ndugu Waislamu, tunaambiwa na tuzidisheni swala. Hii swala, hebu angalia umuhimu wa hii swala. Swala unaambiwa malaika Jibril huwa Allah anamtuma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akifikisha wahai, anapatiwa aya, anafikisha wahai. Lakini ikifika wakati ya swala, Allah alimwambia Jibril, mleteni Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kwangu mimi. Hebu angalia umuhimu ya swala. Haifikishwi, bali Mtume anaambiwa akuja aipokee. Mtume sallallahu alaihi wasallam anachukua kwa usiku moja safari ya kuenda kwa arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kupatiwa hii sala. Anaenda bingu ya kwanza, bingu ya pili, bingu ya tatu, kwa usiku mmoja mpaka anafika kwa arshi. Malaika Jibril anamwambia Rasulullah, hapa ndio mwisho yangu, sijai pita hapa kwenda huko juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Jibril, yani tumetoka nayo safari yote kutoka hapa chini mpaka huko juu, umeniacha namna hiyo? Mtume anasema mimi hapa ndio mwisho. Jibril anasema hapa ndio mwisho yangu, basi wewe enda. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anaenda mpaka kwa Mwenyezi Mungu, anapokea swala. Sala anakabidhiwa, ndio ukubwa wa sala. Sala haitumi kama vile malaika Jibril anatuma, anapatiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakabidhiwa, fikishia umma yako. Hiyo ndio umuhimu ya swala. Na leo tuchungeni swala zetu. Tunaposwali, angalia swala ya masahaba. Umar radhiallahu anhu wakati mmoja anapatikana anaswali, kanzu yake inatetemeka. Anaambiwa, bwana unatetemeka? Anasema natetemeka kwa sababu nasimama mbele ya Allah. Hiyo ndio sala ya masahaba. Sahaba mwingine alikuwa anaswali, nyumba inachomeka, anamwambia bwana unaswali nyumba inachomeka? Anasema nakumbuka moto ya Jahannam, naona hii moto siwezi vunja swala yangu. Hii ndio sala masahaba wetu walikuwa wanafanyia bidii. Na tuangalieni swala zetu sisi, tukiswali tunakumbuka mambo za dunia. Tunaswali unakumbuka simu yako kama iko kwa mfuko, unaswali unafikiria deni yako, swala yako inakuwa bure. Tuchungeni swala yetu. Tusimameni kwa swala aliyokuwa kama tumuone Mwenyezi Mungu, basi ujue Mwenyezi Mungu anatuangalia. Tuswalini kwa khushu na hudhu, tutapata faida ile swala. Leo tukiambiwa faida ya dhahabu, tunajua faida ya dhahabu. Ukiuza kilo moja ni pesa ngapi, gramu moja ni pesa ngapi? Na leo tukiulizwa faida ya swala hatujui. Hebu tufanyeni bidii ya kujua faida ya swala, tutakuwa na hamu ya kushika swala zetu. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.